Kabla ya hatua ya pili ya mtiririko wa hatua za malipo katika mfumo wa ulipaji serikalini, yaani MUSE, ni vema ukafahamu changamoto kadhaa zinazohusiana na malipo ya madereva wa jamii. Changamoto hizi zinahitaji ufumbuzi wa haraka ili kuhakikisha huduma zinaendelea bila dosari. Mojawapo ya changamoto hizo ni ucheleweshaji wa uchakataji wa malipo ya dereva jamii. Madereva jamii wanategemea malipo ya uendeshaji wa gharama kwa wakati ndani ya siku 7. Ucheleweshaji wa malipo haya unaweza ukaathiri huduma zao na uaminifu wao kwa mfumo wa rufaa za dharura, yaani mama kiujumla. Lakini pili ni uwezo mdogo wa kushughulikia changamoto za malipo alionao mhasibu. Hapa kuna haja ya kupata ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na jinsi ya kushughulikia malipo yaliyokataliwa au yenye makosa. Fuatilia kwa umakini hatua zifuatazo katika mfumo wa MUSE ili uweze kupunguza au kuondoa kabisa matatizo ya kifedha yanayoweza kujitokeza kwa wanufaika wa mfumo. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye mfumo wa MUSE. Mhasibu wa halmashauri, utaingia kwenye mfumo wa MUSE kwa kutumia jina la mtumiaji na neno la siri lake. MUSE ni mfumo wa ulipaji serikalini unaotumika kuidhinisha na kurekodi malipo. Hatua ya pili, kufungua maombi ya malipo yaliyoidhinishwa. Mhasibu, nenda kwenye sehemu ya malipo, yani payment section, ambapo utaona orodha ya maombi ya malipo ya madereva wa jamii ambayo tayari yameidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Katika hatua hii, unapaswa kukagua kwa makini taarifa za malipo, ikiwemo jina la dereva, taarifa za safari, kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo, pamoja na kituo cha afya kilichoidhinisha dai. Hatua ya tatu, kuhakiki taarifa za malipo na kupakua risiti ya malipo ya safari. Kabla ya kuanzisha malipo, mhasibu unatakiwa kuhakiki kuwa taarifa zote za malipo ni sahihi na ya kwamba dai limeidhinishwa ipasavyo. Pia unapaswa kuhakikisha kuwa hakuna madai yanayojirudia, yani duplicate claims. Kiasi cha malipo ni sahihi na nyaraka zote muhimu za uthibitisho zipo. Baada ya uhakiki huo, kupakua hati ya malipo, yani payslip, na kuambatanisha kwenye mfumo wa benki mtandao, yani internet banking. Yafuatayo ni mambo muhimu ya kuzingatia kwa mhasibu wakati wa kuchakata malipo kupitia mfumo wa MUSE, yani DUS. Hakikisha taarifa za malipo kutoka NEMS zinaendana na ombi la malipo kabla ya kuchakata katika mfumo wa MUSE. Namba 2, hakikisha idhini zote zinazohitajika zimekamilika ndani ya mfumo wa ulipaji serikalini kabla ya kuendelea na mchakato. Na ya 3, hifadhi kumbukumbu sahihi za kifedha kwa ajili ya upatanisho wa taarifa, yani reconciliation, na utoaji wa taarifa za kifedha. Ya 4, fuata mtiririko sahihi wa kazi ndani ya MUSE wakati wa kuidhinisha na kupitisha malipo. Mambo ya kuepuka wakati wa kuchakata malipo kupitia MUSE, yani don'ts. Usiidhinishe malipo yasiyoendana na ombi la awali la malipo. Ya 2, usibadilishe taarifa za malipo bila nyaraka sahihi au idhini rasmi. Ya 3, usiruke hatua za lazima zilizoidhinisha ndani ya mfumo. Na ya 4, usichakate malipo yenye nyaraka pungufu za uthibitisho. Na ya 5, usipuuze tofauti zozote kati ya kumbukumbu za malipo za NEMS na MUSE.